Lakini kwenye biashara faida ni muhimu sana, lakini kuna kitu kinaitwa cash flow. Yes. Ambao tunasema ni kama blood stream of the business. Ni kama mkondo wa damu kwenye biashara. I love that. Cash flow, mtiririko wa fedha. Ndio. Basi fedha yako imefungwa kwenye mzigo. Makes sense. Ndio pale unakumezalisha kitu kinaitwa dead stock. Na ni kama huu mfumo wa kufanya kamari tumekuwa nao tangu kale. Kwa kweli hauhitaji. Kwa nini? Lakini kama unataka kukua, unataka na wewe uitwe ni mfanyabiashara mkubwa na jina lako lifupishwe. Nadhani unanielewa. Lifupishwe. Basi mfumo huu ni wa lazima. Data Podcast. Welcome to our second episode ya Data Podcast ambayo iko powered na Uza Digit, which is a platform inayosimamia biashara pamoja na Bongo Brothers. Hapa ndipo tunageuza maamuzi kuwa mafanikio. I am Faith Beth Mkenda, your host. And of course, siko peke yangu. Niko na mtaalamu wa usimamizi wa mambo yote ya biashara na miundombinu yote ya fedha kidigitali zaidi. Last episode, kama mtufuatilia, tulikuwa tuna swali ambalo tuliliuliza na tukasema tutalijibu episode hii ya pili. Hivi kama hujalisikia hilo swali, usijali. But of course, unaweza kurefer to our second episode kwa sababu ni mfululizo wa yale ambayo tumezungumza episode ya kwanza. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, and of course usiache kushare. With me niko na mtaalamu wa mambo ya biashara kama nilivyosema, Engineer Kabenda Balete. Na moja kwa moja, karibu sana. Tuanze na lile swali letu kwanza, alafu tutaenda kwenye topic yetu ya episode ya pili. Karibu. Asante Faith Bet. Actually kipindi kilichopita nilipause nikakwambia tutalizungumza, tutalitafakari hilo swali. Yes. Ambalo niliuliza kwenye madarasa tunayofundisha kwamba je, ukiwa na biashara ambayo inauza sana kila siku kwa mwaka, mwisho wa siku unaangalia unakuta na faida hauna, una hasara. Na biashara ambayo unauza mara moja tu kwa mwaka ukapata faida, ipi biashara nzuri? Sasa hii kidogo inakuwa ni iko juu, ni advance tunasema. I agree. Ni advance katika mfululizo wa mafundisho haya kwa sababu moja kwa moja mtu atasema ile biashara inauza mara moja inapata faida ndio nzuri. Lakini kwenye biashara faida ni muhimu sana, lakini kuna kitu kinaitwa cash flow. Yes. Ambao tunasema ni kama blood stream of the business. Ni kama mkondo wa damu kwenye biashara. I love that. Cash flow, mtiririko wa fedha. Kumbuka biashara inatumia kila siku. Kuna gharama ambazo utake usitake utaziingia hata kama hujauza. I agree. Kwa hiyo unatakiwa ufanye mauzo kila siku. Sasa kwa sababu huyu anauza kila siku, tunaweza kwa kutumia mfumo, tunaweza tukaingia ndani au deep in, tukajua exactly tatizo ni nini, tukakirekebisha na huyu mtu akabaki kwenye biashara. Kuliko huyu mtu ambaye anauza mara moja tu kwa mwaka na anapata faida, lakini faida yenyewe hatujui ni kiasi gani. Unaweza kupata faida ambayo hawezi ikamudu biashara yako kulipa gharama zile ambazo ni za lazima. Mishahara uuze usiuze, watu wanataka kulipwa. Sasa ukiuza mara moja tu kwa mwaka, hatujui kama inaweza kukava hayo mahitaji ya biashara. Kwa hiyo cash flow is a king. Naamini sijui ni kipindi hiki au kinachofuata tutalidiscuss hili pia la swala la cash flow. Sawa. Yeah. Well, hapo key point ni kwamba cash flow is a king. Cash flow kwenye biashara yote ni muhimu sana. Ni muhimu. Mfalme. Haya, tuingie sasa kwenye mada yetu ya leo. Yeah. Engineer. Yes. Bwana, kuna watu ambao wanacheza kamari kwenye biashara. Yeah. Yaani ni wengi na wanawacheka wanaopiga mikeka. Lakini ukweli ni kwamba wafanyabiashara wengi hasa wa SMEs, small and medium enterprises, of course kuna wengine humo wamesha advance, wanatumia mifumo kama hii, wanafanya maamuzi. Lakini pia kuwa na mfumo kama Uza Digit sio sababu ya kuelewa kilichoonyeshwa pale. Ndio maana wadhamini wetu Uza Digit mara nyingi unapotumia mfumo wao wanakusaidia kusoma zile taarifa zinasema nini. Sasa kwa nini mtu ambaye hana mfumo
ni kama vile anabeti au anafanya kamari. Kamari ni nini? Kufanya maamuzi bila kujua matokeo kabisa. Kwa hiyo watu wote wanaofanya kamari, matokeo ya kamari ni kubashiri. Unafanya biashara, unasema nikinunua mzigo huu mwezi wa 6 utapanda. Kitu gani kimekuelezea utapanda? Hujui. Kwa hiyo mara nyingi wafanya biashara wakifanya mauzo, wakauza kidogo, wanaona nimeuza. Anaenda anaongeza stock. Stock ni mzigo. Dio. Anaongeza mzigo mwingi bila hata mara 3. Sasa haangalii margin. Tunarudi pale pale. Margin ni nini? Asilimia faida ya kila bidhaa ni ya muhimu sana, kwa sababu ndio itakuonyesha utapata faida kiasi gani na mzigo unatoka, kwa sababu unajua ukiwa na mfumo utakuonyesha speed ya mzunguko wa bidhaa. Ukiuza mara moja ukafanya maamuzi haraka bila kuwa na mfumo unaokuonyesha hii bidhaa imezunguka kwa speed kiasi gani, imenunuliwa na watu wangapi, mara ngapi, inakuwa ni issue, kwa sababu kitakachotokea ni kwamba unaongeza mzigo mara 3, gharama ya kuhifadhi inaongezeka. Kumbuka kama ulikuwa unatunza bidhaa 4 alafu kaongeza mara 3, zinakuwa 12. Space imeongezeka. Ndio. Na gharama imeongezeka. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba kwa sababu bidhaa yako ina margin ndogo, mzigo kumbe ulikuwa umetoka, kulikuwa labda ni sikukuu ndio maana umetoka, lakini ukiwa na mfumo ukaanza kukupa consistent data. Kwa sababu consistent data ni taarifa ambazo zina mtiririko, zinazungumza, kwa sababu biashara haiendagi hivi. Biashara inaenda hivi lakini inapanda. Inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, lakini ukiangalia graph inapanda. Mfumo unaweza kukuonyesha kwamba mwenendo wa bidhaa hii huwa mara nyingi tunauza mwezi wa 3, mwezi wa 7 na mwezi wa 10. Kwa hiyo utakwambia okay, kama ndio hivyo kwa muda wa miezi 6, hii miezi hizi taarifa zinaonyesha mwaka mzima ule tulikuwa tunauza hii miezi. Kwa mwaka unaofuata miezi ile inapofika unaweza ukafanya ukaboresha stock. Usipofanya hivyo kitakachoathirika nini? Cash flow. Kwa mfano, baada ya miezi 2 ukishanunua mzigo mkubwa, kwa sababu ulipata siku ile uliona watu wamenunua, ukaenda kuongeza mara 3, kitakachotokea ni kwamba unajikuta ule mzigo hautoki tena. Kama hautoki, maana yake cash flow inafanyaje? Inashuka. Kama imeshuka, nini kinatokea? Fedha yako imefungwa kwenye mzigo. Si bidhaa itoki? Ndio. Basi fedha yako imefungwa kwenye mzigo. Make sense. Kama imefungwa kwa mzigo, nini kinatokea? Hautaweza kununua mzigo mwingine mpya. Ndio pale unakumezalisha kitu kinaitwa dead stock. Kitaalamu. Dead stock. Dead stock nini? Nimeupitia mfumo wa Uza Digit. Wamejitahidi kuweka mwenendo wa bidhaa kuonesha ni namna gani biashara inaenda kwa dead stock bidhaa yako hiyo. Manake kwa namna ambavyo inaenda hii inakoelekea, yes, itakuwa dead stock. Okay. Dead stock ni bidhaa ambayo imekaa muda mrefu haijauzwa, na lazima kulingana na aina ya mzigo, aina ya bidhaa, lazima udefine kwenye mfumo kwamba bidhaa hii ikifikisha siku 30 ni dead stock. Ikifikisha siku 60 ni dead stock. Kwa mfano, kama bidhaa ina expire alafu hujauza mpaka siku ime expire, maana gani? Dead stock. Imekufa hiyo. Huwezi kuuza. I agree. Kwa hiyo mfumo unakusaidia. Sasa ukifanya maamuzi bila mfumo, bidhaa inakaa muda mrefu, fedha inafungwa kwenye bidhaa ambayo haitembei, unashindwa kuwalipa supplier au wanaokuuzia nini? Mzigo. Sasa mbaya zaidi kama ulichukua kwa credit, yani kwa mkopo. Huwezi kumrudishia ndani supplier yako. Bwana mimi nimeshindwa kuuza. Akamwambia bwana yeye lipa. Kwa sababu amekupa labda kwa credit ya siku 30. Yani kwa mkopo wa siku 30. Siku 30 zimepita. Atakudai pesa. Sasa ulifanya maamuzi kwa nini? Kwa mizuka, bila kuwa na taarifa za muda za kusaidia ufanye nini? Maamuzi. Hapo ndipo tunasema wafanyabiashara wengi wanafanya nini? Kamari. Au naamua kuongeza wafanyakazi. Kwa sababu umeona mwezi uliopita umepiga faida milioni 10.
Ukasema hii milioni 10 ajili wafanya kazi wakichukua hata milioni 3. Wafanya kazi kama 2 3. Maisha naenda. Kumbe ile ilikuwa ni seasonal profit, ni faida ya msimu. Sio consistent. Na ndio maana tukienda benki, wewe mfanya biashara, lazima benki kitakaokopesha na kuuliza kwanza swali. Tunaomba taarifa banking statement ya miezi 6 iliyopita. Sio wajinga. Wanataka waone cash in, cash out. Kwa sababu banking statement technically ni cash flow. Ndio. Yaani ukisikia cash flow, banking statement ni cash flow. Yaani hela iliyoingia na iliyotoka. Wala banking statement haifanyi kama mifumo ya biashara inavyofanya. Kwa sababu pale yenyewe haionyeshi hii ni expense, hii ni direct cost, haionyeshi. Yenyewe inaonyesha hela zimeingia, zimetoka. Debit and credit. Sasa wataangalia credit ni nyingi kuliko debit. Sasa wakikuta hela imeingia ndani ya mwezi mmoja, umeingiza vihela vingapi? Mara 2. Alafu hela zilizotoka mara 40. Anasema huyu ataweza kulipa kweli? Lakini wakikuta entries zinazo hela inayoingia ni nyingi kuliko inayotoka na zinazotoka ni nyingi, wanakimbilia kwenye, wanakuambia leta sasa hesabu za biashara yako ili waangalie profitability, kwa sababu statement haionyeshi. Sio, unanielewa? Yeah. Kwa hiyo ni muhimu sana FaithBet. Naambia nikuite FaithBet. Ni muhimu sana kufanya maamuzi kwa kutumia data kuliko kuamua tu hapa mimi naona hapa najua nitauza tu hapa. Hiyo ndio tunasema biashara wengi wanafanya kama kamari. I totally agree. Na ni kama huu mfumo wa kufanya kamari tumekuwa nao tangu kale, na hata biashara unapomrithisha mtu au unapompa mwenzako, unampa na yenyewe kihisia. Hakuna records kwamba according to previous years it was 1 to 3 na sasa hivi unapopeleka mbele basi anzia hapa. Hakuna. Nilikuwa naendesha biashara kwa hisia na yeye nakupatia kwa hisia. Yaani mimi nakwambia Faith njoo dukani. Nakwambia ile ni 2000, ile 3000, 5000. Endelea. Yaani hakuna sehemu ambayo mimi nikisema nakuja biashara yako nataka niiboreshe. Mimi si nikwambia ni mshauri wa biashara. Yes. I'm a business consultant. Ninashauri wafanya biashara wengi. Nakutana nao. Cha kwanza ambacho nikitaka anasema biashara yangu bwana ina mazingira magumu. Zamani nilikuwa nauza vizuri, lakini sasa hivi yani hali imekuwa ngumu, nina madeni. Naomba basi naomba mfumo niweze kutrack. Nione mwenendo wa mauzo yako nyuma na matumizi. Mfumo hana. Basi naomba mapato yako na matumizi ya mwezi uliopita, hakumbuki. Unaona tatizo hapo? Yeah. Sasa nitakusaidia, najua sasa tatizo liko wapi. Itabidi wewe ndio ugeuke mfumo nisimulie. Kwa hiyo unajikuta inabidi kulipisha pesa nyingi. Nianze kuangalia kutumia akili yangu ya ziada. Kwa sababu sisi hii mifumo, kwa mfano mifumo kama Uza Digit, mimi najua kila kitu ule mfumo unafanya. Lakini mtu ambaye sio mhasibu hajui. Kwa hiyo mfanya biashara ule unamsaidia kufanya maamuzi haraka kwa kufundishwa kwamba hii maana yake hii nini, hii maana yake nini, hii na. Kwa hiyo mimi ukiniambia bwana hali yangu ni mbaya, nakuja tu naomba access ya mfumo wako. Mimi nikichungulia zile data, nikaangalia zile graph, najua nini kinaendelea. Nitakwambia brother, inaonekana profit margin yako ni nzuri. Yaani ukichukua bei ukatoa gharama ya manunuzi unapata 70% 80% faida. Sasa mpaka uile hii 70 na expense iwe 0, maana yake wewe una matumizi ambayo sio ya kibiashara. Unakuta ukipata hasara unaenda kuchukua hela ya nyumbani kwako unaongezea kwenye biashara. Ukipata faida unachota hela ya biashara yako unapeleka nyumbani. Huwezi kwenda kokote. Kwa hiyo ni muhimu. Bila data wewe utakuwa mcheza kamali, kitu ambacho hatutaki. Sisi kushirikiana na Uza Digit lazima wafanyabiashara tuwasaidie kutumia mfumo. I agree. Yeah. Na speaking of Uza Digit, mtu anajiuliza mbona kama engineer anazungumza kwa perspective ya biashara kubwa tu. Mimi ndo kwanza nina kaduka kangu. Achana na hivyo. Mimi ndo kwanza niko sokoni, nauza nyanya, nauza kitunguu, nauza vile vitu vya nyumbani, viazi. Huu mfumo ni wa kina nani hasa? Either wa biashara kubwa, biashara ndogo, biashara zile kubwa kabisa, biashara specific au biashara yoyote ile. As long as ni biashara, Uza Digit inasaidia. As long as unataka kukua. Kama unahitaji kukua, unahitaji mfumo. Kwa kweli, hauhitaji.
wa nini. Lakini kama unataka kukua, unataka na wewe uitwe ni mfanyabiashara mkubwa na jina lako lifupishwe. Nadhani unanielewa. Lifupishwe. Basi mfumo huu ni wa lazima. Technically kwa wenzetu nje, nimezunguka wenye nchi kadhaa, sijai kukuta kuna biashara ndogo eti biashara ndogo. Kila kitu lazima mfumo. Sasa mimi nitajuaje kama ninaendelea? Kama nikikuuliza tu, basi kama wewe unaona mfumo labda kwa sababu ya mazingira ya kiteknolojia na hapa Tanzania bado wewe hujaona kwamba una uhitaji, basi tuandikie basi kwenye daftari. Ili siku tukija tuone okay, una desire kukua. Basi taarifa zako ni nzuri. Hizi taarifa ulizoandika hapa, mfumo unatoa na zaidi ya hizi. Itatusaidia na itakutia moyo zaidi kuliko kuendesha biashara pasipo nini? Pasipo mfumo kabisa. Kwa hiyo bora uandike hata kwenye nini? Kwenye daftari. Uza digit achana nayo. Lakini jaza kwenye daftari ili wataalamu watakapokuja, unataka mfumo, unataka kukua, taarifa zipo. Ukiulizwa mwezi uliopita manunuzi ulifanya manunuzi ya shilingi ngapi, ukumbuke. Uliuza shilingi ngapi, ukumbuke. Faida ilikuwa shilingi ngapi, ukumbuke. Okay. Yep. Na mfanyabiashara sasa amesikia, anasema basi sawa, niko tayari kuanza kutumia mfumo. Yeah. Kwani nahitaji utaalamu wowote? Na je, mnafundisha namna ya kutumia mfumo? Na kuna wale ambao hawajui basics, au anawaza kama kutakuwa kuna different terminologies, complicated things inside. Wanahitaji mhasibu au wanahitaji mtaalamu wa kuweza kuhandle hiyo mifumo, au wanaweza kufanya kila kitu wao wenyewe. Hii mifumo inajiendesha. Complication ishafanywa na mifumo. Yaani mfumo wenyewe unafanya hesabu wenyewe. Wewe kazi yako ni kubonyeza tu. Safi. Ingiza bei, uza. Basi yenyewe inafanya vitu vingine vyote. Hakuna haja ya mhasibu wala yote. Mhasibu kama bado taasisi yako haijakuwa, mfumo utafanya kazi kama mhasibu. Ikikuwa unahitaji mhasibu kwa ajili ya mambo mengine, kwa sababu mfumo una sehemu nyingi. Una sehemu ya mauzo, una sehemu ya mhasibu, ina sehemu ya msimamizi wa biashara. Kwa hiyo unaongeza wafanyakazi kulingana na faida unaipata kwenye biashara. Lakini kama bado una duka dogo, uhitaji wa mhasibu, mfumo utaendelea kufanyia uhasibu. Na kama kuna maelezo ya ziada nataka kuyafahamu kuhusu mfumo, Uzadigi wanatoa pia hayo madarasa. Nadhani tunaweza tukawa connect na namba zao. Alafu wakapata maelezo zaidi ya namna ya kuendesha sasa biashara zao, si ndio? Basi sawa. Kuna swali hapa kwamba ni maamuzi yapi wafanyabiashara wengi hufanya kwa hisia badala ya data. Kuna vitu vingi ambavyo wafanyabiashara wanafanya bila kufikiri. Kwa mfano, kupunguza bei kwa sababu ya ushindani. Umeona ushindani umekuwa mkubwa, unashusha bei. Bila kujua kwamba hiyo bidhaa unashusha bei, faida yake ilikuwa shilingi. Kwa mfano faida ulikuwa unapata shilingi 500. Alafu unashusha bei, hujui umeshusha bei, faida inabaki shilingi ngapi. Alafu hujui gharama zako za uendeshaji ni kiasi gani. Hiyo unakuwa unafanya maamuzi pasipo data, unafanya kwa hisia. Kuongeza mfanyakazi kwa sababu biashara inaonekana busy. Jamani, mauzo ni mengi, unaongeza wafanyakazi. Hiyo nadhani nilizungumza. Kuongeza wafanyakazi kunaongeza uzalishaji, lakini je, faida inatosha kumlipa huyo mtu? Mwisho wa siku unamwajiri miezi miwili unamfukuza. Kuchukua mkopo kwa sababu biashara inafanya vizuri, unauza sana. So hapa nikichukua mkopo tapanua. Kumbe faida ni ndogo. Ukichukua mkopo labda ubadilishe, uongeze bidhaa ambazo zina nini, zina margin kubwa. Lakini kama bidhaa zile zina margin ndogo, mwisho wa siku unajikuta cash yako inazidi kupotea, kwa sababu mwisho wa siku huwezi ukajua kwamba hii faida nilikuwa naipata. Kwa sababu kumbuka, unapochukua mkopo, kinachorudisha mkopo ni faida, ndio, sio mauzo. Jambo la 4 ni kununua bidhaa kwa sababu watu wanaulizia. Unanunua bidhaa kwa sababu watu wanaulizia. Wewe una hii? Hii sina. Una hii? Sina. Hii na hii? Sina. Sasa inatakiwa uwe na data za kuona wanaouliza kwa muda miezi 3-6 ndio ufanye maamuzi. Sio kufanya tu ile maamuzi kwa sababu ameuliza hizi siku 2-3 au wiki moja basi niilete. Mfumo unatakiwa kuonyesha in this context, katika muktadha huu
Uza Digit ukiwa unaitumia lazima ikuonyeshe, inakusanya data automatically, itakuonyesha mauzo ni kiasi gani, bidhaa iliyopo, matumizi yake na faida. Sasa ile faida ndio unaifanyia mahesabu kwamba kama nikiweza kupata mkopo ambao mkopo utaongeza bidhaa, kwa sababu bidhaa inawahi kuisha, kwa sababu hapa kuna kitu inaitwa demand and supply. Mzigo unanunua unaenda haraka, unaisha haraka. Mfumo unakuonyesha faida ni nzuri, unakopa au unaenda kwa supplier, naomba niongezee mzigo, mimi mzigo unatembea kwa credit, unafanya biashara vizuri. Bila mfumo inakuwa ni ngumu. Lakini pia mifumo hii huwa inachambua bila mfanya biashara mwenyewe kufanya mahesabu magumu. Yaani mfumo wenyewe unakuchambulia, unapiga mahesabu, cash flow kama ni income statement inafanya yenyewe. Inakuja tu kukuonyesha una faida au una hasara. Yenyewe inachotaka tu uweke bidhaa na bei yake na utauza shilingi ngapi. Basi. Baada ya hapo inakufanyia kila kitu. Umetumia hela unaweka tu. Yenyewe itaanza kutoa yale matumizi, inatoa huku natoa, inakuletea hapa. Bwana umepata faida. Lakini pia mifumo hii inaonyesha ripoti kwa lugha rahisi. Faida, hasara, bidhaa zinazotoka, ambazo hazitoki. Kwa hiyo wewe huwezi kujua, kwa mfano kuna watu wengi wana maduka. Bidhaa zao, maduka yao wamejaa bidhaa na zile bidhaa hazitoki. Unakuta wanasema kwa mfano kuna misemo kwenye maduka, sio kama unajua kwamba bidhaa za juu hazitembei. Bidhaa za chini ndo zinatembea. Nakwambia sasa kwani mnaziweka? Tunaziweka kwa sababu usipopendezesha juu hawaji kununua vya chini. Sasa ni shida sana. Hiyo nayo ni mindset. Hiyo nayo ni kamari. Nakubali. Yes. Kwa hiyo nadhani ni muhimu kuwa na data. Yes. Bila data utakuwa unafanya biashara kama kamari. Jitahidi sana uhakikishe unapata mfumo wa kukuwezesha. In this context, katika muktadha wetu huu, sisi tunafanya kazi na Uza Digit, na wafanyabiashara wote ambao wanatumia mfumo wa Uza Digit huwa tunawapa consultation bure, yani ushauri bure, kwa sababu ndicho tulichokubaliana pia kwa ajili ya kuwasaidia wafanyabiashara na mfumo wa usimamizi wa biashara wa Uza Digit. I love that. Na kama alivyosema engineer, lengo la podcast hii ni kukupatia hizo data ili kila biashara iwe inafikiri kidata zaidi, sio kihisia, sio kucheza kamari na biashara. Biashara ina uwezo wa kukua na kuleta mafanikio makubwa kwako binafsi na kwa jamii. Yep. So it's no longer about you, it's about other people. Sasa ikishahusisha watu wengine, lazima uwe na data kamili. Na data zinazoweza kukuelezea tuko vizuri, tuko vibaya au tupo hatarini. Asante sana kujumuika na sisi episode hii ya pili. Usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kulike, usiache kushare kwenye YouTube channel yetu ya Engineer Kabenda Balete. Pamoja na hayo, usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii @Engineer Kabenda Balete. If you have questions, usisite kutuuliza hapo kwenye comments. And of course, our next episode tutapata fursa ya kuyajibu. This is Faith Beth Mkenda na nilikuwa na Engineer Kabenda Balete. See you on the next episode.